Kuhusiana na swala la kivuko, ni ukweli usiopingika. Baada ya kuja kwa mradi wa SGR, kuna baadhi ya maeneo kumekuwa na changamoto ya uvukaji, lakini tunashukuru Mungu, sisi kwa upande wa kata ya Kipawa tuna madaraja mawili, tunao daraja la uwanja wa ndege na pia tunao daraja la njia panda Segerea. Lakini pia kulikuwa kuna mchakato wa kupata kivuko cha miguu kwenye eneo la TRC ambalo liko hapa pembezoni kwenye kuvuka shule ya sekondari kwenye Nyachai, shule ya msingi kwenye Nyachai, kwa ajili ya kupata kivuko cha waenda kwa miguu. Ni jambo ambalo lilikuwa likushatambuliwa kwa wenzetu waliokuwa wametangulia viongozi waliopita, na mimi nilifuatilia, nilienda kujitambulisha kwa watu wa TRC na nikapewa mtu ambaye angeweza kuja kutuonesha maeneo yao, ili hata mimi kupitia vikao niweze kuona namna gani kushawishi serikali sasa iweze kujenga hichi kivuko ili kuondoa adha ya uvukaji. Tunafahamu shule zetu hapa, tuna shule takriban tatu. Tuna shule ya Ilala sekondari, tuna shule ya Nyachai, lakini pia tuna shule ya msingi ya Nyachai. Kwa hiyo tuliona kuna umuhimu wa vivuko hivi kusaidia pia hata wanafunzi kuvuka kwa ajili ya kupata huduma ya elimu kwenye kata yetu. Msingi kwenye utekelezaji wa ilani, kwa mfano sisi mpaka sasa hivi tuna miradi miwili mikubwa ya miundombinu maana ya barabara. Tunayo barabara ya takriban kilomita 3.1 ambayo inatoka Seminari mpaka njia panda ya Manyumba Sita, lakini pamoja na daraja mkandarasi yuko site na tunategemea kwamba mwisho wa mwaka huu mkandarasi angeweza kumaliza. Sasa hivi yuko kwenye upande wa daraja, kwa sababu ya ujenzi wa daraja kweli unachukua muda mrefu na unahitaji kudhibiti vizuri, kwa sababu ndio eneo gumu, lakini baadaye ameshaanza kutengeneza upande wa barabara. Kwa hiyo tuna imani baada ya kukamilika kwa daraja, na sasa hivi tu kwa sababu wamepata changamoto baada ya hizi mvua zinazoendelea, lakini baada ya kukamilisha kwa daraja lile, basi barabara hii ya kilomita 3.1 inaweza kwenda kukamilika na itaenda kutoa matokeo chanya kwa ajili ya kuunganisha kata ya Kinyerezi pamoja na kata ya Kipawa. Lakini pia tuna mradi mwingine ambao mkandarasi pia yuko site, ni barabara ya kutoka Banana kwenda Kivule, ambayo kimsingi sisi kwenye barabara kwa kata ya Kipawa, barabara ile inaanzia kata ya Banana mpaka reli ya Tazara ambayo ina maana njia panda ya Kituna. Kimsingi ni barabara ya muhimu sana kwenye kata yetu, kwa sababu ndio inaunganisha kata jimbo la Msongola lote wanatumia njia hiyo. Lakini mkandarasi pia naye yuko site, tuna imani kwamba baada ya muda sio mrefu tunaenda kukabidhiwa barabara hiyo, kwa sababu tu kikubwa ambacho kilikuwa kinakwamisha ni baadhi ya maeneo. Kwa mfano, kuna watu ambao wanatakiwa watoke kwenye eneo la mradi wa kupisha uwanja wa ndege, ambapo tayari watu wameshalipwa na mkandarasi hivi yuko site kwenye utekelezaji wa barabara. Lakini pia tuna maeneo mengine ambayo utekelezaji wa ilani unaendelea kutekeleza. Kwa mfano, tukiongelea kwenye mashule yetu, na shule ambayo tumejenga ni shule ya ghorofa 3 ya takriban bilioni 2.4 ambayo iko ni shule yetu ya sekondari ya minazi mirefu ambayo iko tayari na wanafunzi wameanza kuingia kwa sasa. Lakini pia kupitia serikali kwa maana ya halmashauri na mkurugenzi, pia tumeendelea kuboresha mfano matundu ya vyoo, na hata hapa juzi shule ya msingi minazi mirefu imepata fedha kwa ajili ya utekelezaji wa matundu ya vyoo, lakini pia uboreshaji wa elimu kwenye maeneo yetu. Lakini pia sisi kama serikali kwa maana ya serikali ya kata pamoja na mtaa tumeendelea kujiimarisha haswa kwenye maeneo ya vivuko ambavyo ni maeneo korofi. Kwa mfano, tumeshiriki kujenga kivuko cha kwenda Majukumu ambacho kilikuwa ni kivuko ambacho hakikidhi mahitaji ya kudhibiti matumizi ya magari. Lakini pia kuna vivuko vyetu ambavyo kuna Seseni, kuna kivuko cha Zanzibar Cape, kuna kivuko kwa Mzee Shano. Vyote ni vivuko ambavyo tunaenda kuhakikisha tunaenda kuviweka sawa ili viweze kutumika nyakati zote. Lakini kuna baadhi ya maeneo barabara korofi, ujazaji wa vifusi na kuweka mitaro ili iweze kusafisha mitaro ili maji yaweze kutembea kipindi cha mvua, ni vitu ambavyo vinaendelea kwa sasa kata yetu. Swala la soko kwa kweli ni swala la msingi sana. Mimi kipindi naomba ridhaa ya kuomba nafasi hii ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata ya Kipawa, ni swala ambalo linachukulia uzito wa hali yake. Kwa sasa mpaka sasa tunaongelea wiki mbili zilizofika, kuna watu wathamini walishafika wa halmashauri pamoja na watu wa ardhi kwa ajili ya kupata tathmini ya kupata eneo la soko. Sisi sote ni mashahidi, kipindi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyokuja kufungua soko la Kariakoo, alizielekeza halmashauri zote zianze kutenga
5% kwa ajili ya uboreshaji wa soko. Sisi fedha ya soko kama kata ya Kipawa tayari tulishatengewa, lakini changamoto ambayo ilikuwa tunapata changamoto, hatuna eneo la soko. Lakini na imani kupitia 5% ambayo Mheshimiwa Rais ameelekeza halmashauri ziweze kutenga kupitia mapato yake ya ndani, itaweza kutusaidia sisi kupata kulipa fidia kwenye upatikanaji wa eneo la soko. Kwa hiyo tunavyoongea, wiki 2 zilizopita wadhamini walikuja kwenye maeneo yetu, tulikuwa tunajaribu kuona kupata eneo ambalo litaweza kupata kuingiliana kwa vizuri, kwamba uwezekanaji wa kupata huduma kwa maana kunafikika, ili tuweze kupata soko. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo liko kwenye mipango, na tuna imani baada ya kupata kuweza kufanya tathmini na kuweza kuwalipa watu ambao wapisha eneo la soko, basi eneo hili la soko litapatikana. So fedha ya soko tayari imeshatenga. Ulinzi na usalama kiukweli ni jambo ambalo tunajitahidi sana kupitia serikali zetu za mitaa, wenye viti ambao ni wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama za mitaa, nao wanajitahidi kwa hali na mali kuhakikisha hali ya usalama inakuwepo, ijapokuwa kuna matukio madogo madogo ambayo yanajitokeza, lakini pia sisi kama kamati ya maendeleo ya kata kwa maana ya MODC tulikwisha jipanga kwa kushirikiana na wenyeviti wetu, lakini pamoja na polisi kata kuhakikisha tunaweza kwenda kusimamia maeneo yetu, na pale ambapo inapokuwa kuna taarifa yoyote ya uhalifu, basi iweze kufanywa kazi kwa haraka. Lakini pia tumeenda mbali zaidi, tumeenda kuwashirikisha watu kama bodaboda. Kwa mfano, tumekuwa na changamoto sasa hivi kwenye shule zetu, kuna vijana wanakuta wanafunzi wanafiki wanatoka nyumbani, shuleni hayupo na nyumbani hayupo, wanakuwa labda kwenye baadhi ya maeneo. Kuna sehemu ambazo tumewahi kudhibiti, mfano kuna sehemu ambao vijana walikuwa wanaenda kucheza PlayStation, kucheza PlayStation, lakini tumeenda kudhibiti eneo hilo, sasa limefungwa. Lakini pia na baadhi ya maeneo mengine, kwa tukipata taarifa yoyote ya kiusalama, tukiachana na matukio madogo madogo ambayo yanaendelea, tunaweza kusema kwa sasa kata yetu ya Kipawa